Mji wa kivuli, safari ya bilionea shupavu. Suleiman alikuwa amezungukwa na umaskini maisha yake yote, hadi usiku mmoja alipogundua hazina ya kale iliyomfanya kuwa tajiri wa kutisha ndani ya saa 24. Badala ya kusaidia kijiji chake, kiburi kilimtawala. Alinunua msafara wa magari ya kifahari, magari ya michezo, jeep za kisasa na malori ya kubebea mali zake, na kuamua kuhama mji ule wa fukara ili akaanze maisha mapya kule ambako hakuna aliyemjua. Akiwa njiani kuelekea upande wa kaskazini ambao haujawahi kufika, ukungu mzito ulitanda barabarani. Alijikuta akiingia kwenye bonde lenye miti mirefu kupita kiasi, na ghafla lami iliisha. Alipoegesha msafara wake ili kuangalia ramani, ardhi ilianza kutetemeka. Dum, dum, dum. Suleiman alitoka nje ya gari lake la mbele, lakini alichokiona kilimfanya damu yake igande. Yale aliyofikiri ni majengo marefu kando ya barabara, kumbe yalikuwa ni miguu ya viumbe hai. Alikuwa ameingia katika mji wa majitu. Jitu moja lilikuwa limeketi juu ya mlima mdogo, likimtazama Suleiman kama mdudu mdogo sana. Magari yake yote ya kifahari, ambayo alidhani ni alama ya nguvu na utajiri, sasa yalionekana kama vichezeo vidogo vya watoto mbele ya viumbe wale. Kwa jitu lile, gari lake jipya lilikuwa na ukubwa wa kiberiti tu. Moyo wa Suleiman ulimlipuka kwa hofu alipoona mkono mkubwa kama uwanja wa mpira ukishuka kutoka angani kwa ajili ya kumshika. Katika dakika hile, utajiri wake, magari yake na kiburi chake havikufua dafu. Aligundua kuwa katika ulimwengu ule mpya, yeye hakuwa bilionea, bali alikuwa kiumbe dhaifu anayehitaji huruma ili kuendelea kuishi. Safari ya kutoroka umaskini ilimfikisha mahali ambapo dhahabu haina thamani mbele ya ukubwa wa asili.